Yes, mambo vipi mtazamaji wa Mwitura Media? Kama kawaida tupo kwenye kampeni za kusafirisha kipaza mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, na hii leo mimi bado naendelea kusafirisha kipaza nikiwa na swali langu zito kidogo. Hii leo ikiwa ni Alhamisi, swali langu linasema hivi: ni kipi bora zaidi, timu kucheza vizuri sana ikakosa matokeo ama kucheza vibaya sana ikabahatisha tu kupata matokeo? Bwana, kuna swali lipo mbele yetu hapa. Kama mchambuzi ama mpenzi wa soka, ndio, ni kipi bora zaidi, timu ikacheza vizuri sana na isipate matokeo au ikacheza vibaya sana lakini ikabahatisha tu kupata matokeo? Mimi ninachoelewa ni kwenye football au kwenye mchezo wote ni kwamba itategemeana na aina gani ya mashindano. Mfano unapozungumzia ligi kuu Tanzania bara NBC, kwa sasa hivi mechi zilizobaki kama takriban 4 mpaka 3 zilizobaki. Kwa hiyo mtu hususani kwa wale title contenders wale watatu, yani unamzungumzia Young Africans, Simba Sport Club pamoja na Azam Football Club. Wale manake wale wanaweza kacheza vibaya, lakini kikubwa anachoangalia ni nini? Ni matokeo. Kwa hiyo manake ukiangalia gap ya point ambazo wameachana si nyingi sana. Kwa hiyo mtu anacho demand pale ni nini? Ni matokeo, point 3 muhimu. Hakuna kingine. Yeye acheze vibaya kuto kuwafurahisha mashabiki wake, ingawa hakuna mwalimu au kocha ambaye anapenda timu yake icheze vibaya, lakini itategemea na mpinzani, pia mahitaji ya timu kwa wakati huo. Inahitaji kitu gani? Kama sasa hivi huwezi tegemea au huwezi kudhani kwamba timu kubwa hizi zinaweza zikadondosha pointi sehemu yoyote ile. Ingawa dakika 90 zina mambo mengi, lakini tuna imani ya kwamba Simba, Yanga, Azam pia sio rahisi kupoteza mechi za hizo baki hizo, kwa sababu kuna kitu ambacho kipo mbele yao, na hicho kitu ni pamoja na ubingwa ambao wanaopigania kule mbele. Kwa hiyo kama hapa ulipo, labda wewe ni timu gani? Labda mimi hapa ni mshabiki wa Simba Sports Club. Simba Sports Club. Yes. Sasa tunaashumu sasa weka ushabiki pembeni. Kwa unafurahi zaidi sehemu gani? Timu ikacheza vizuri lakini isipate matokeo, kwa sababu tumeona Simba kuna muda wanacheza vizuri sana, anapiga soka biliani, lakini issue kwenye matokeo inakuwa changamoto. Lakini kuna siku pia timu inacheza vibaya lakini inabahatisha tu kupata matokeo. Wewe unaona kwa namna fulani inakuwa unavutiwa zaidi kwenye ingo ipi? Mimi ninachoweza kusema mbele yako ni kwamba bora timu ikacheza vibaya lakini ikapata point 3 matokeo, na maanisha inaweza ikacheza vibaya, inaweza ikacheza vizuri lakini tusipate matokeo, maana hakuna kitu ambacho tumefanya tumekufa. Kwa hiyo bado mashabiki, wapenzi watazamaji wa hiyo klabu wataendelea kulalamika kwamba kwa nini hatujapata matokeo. Angali tungecheza hata vibaya, lakini kwa tufanye nini? Tupate matokeo. Lakini tumeona kwenye baadhi ya timu Tanzania, hususan mfano Yanga, waliweza kufukuza kocha miezi kadhaa iliyopita. Reason ni kwamba anapata matokeo lakini kiwango hakiridhishi. Hii ipoje? Kwa upande wa Young Africans ni moja kati ya timu ambayo takriban misimu 4 imekuwa bora na imekuwa bingwa mfululizo. Kwa hiyo lilivyokuja swala la kumfukuza kocha juu ya yale matokeo ambayo alikuwa anapatikana kwa wakati ule, ilikuwa sio kitu ambacho ni kipya, kwa sababu kocha aliweza kufukuzwa kutokana na sababu ambazo wao waliziorodhesha. Moja kati ya sababu hizo ni pamoja kwamba labda timu haichezi kwenye mfumo mzuri, timu haichezi vizuri lakini matokeo inapata. Kwa hiyo kumbe unakuja kuangalia kwamba kuna baadhi ya watu wanatamani timu icheze vizuri, angali hata ikikosa matokeo lakini icheze mpira vizuri. Lakini kuna walimu sasa ambao wao wanaamini kwamba kikubwa matokeo, tupate matokeo kwanza, huko kucheza mpira vizuri baadaye. Tutakuja baadaye. Ndio. Kwa unaona kikubwa ni alama 3 kwanza, kucheza mpira. Ndio, yani acheze mpira, point 3 muhimu zibaki, alafu zeni hayo kama ni masuala ya kurekebisha namna ya style ya uchezaji wanaweza akarekebisha huko mbele. Lakini kama ni kwa mfano kwenye mashindano ya ligi kuu Tanzania bara, kinachozingatiwa zaidi ni point 3 muhimu. Alama 3 muhimu. Ndio. Bana, mtu wa kwanza huyu hapa anasema kwamba kikubwa ni alama 3 muhimu. Mambo ya soka biliani, pasi sukari, sijui nini, hayo yanakuja baadaye. Nakuja kwa mshabiki wa pili. Bwana, mambo vipi? Poa. Kama kawaida? Hakika sana. Mbona umepoa sana mwanangu? Hapana, ni hali ya hewa tu. Wewe mwana Simba una Yanga au upo pande gani? Mimi ni Young Africa. Au ni Yanga? Yes. Sawa, basi hapa ni patamu sana. Tumeona Yanga kuna wakati timu inacheza vizuri sana lakini inakuwa haipati matokeo, lakini kuna muda timu inacheza vibaya lakini inapata matokeo. Na miezi kadhaa iliyopita Yanga walifukuza kocha, Chamala kulifukuza kocha bwana Pedro Goncalves. Sababu ni kwamba licha ya kwamba timu inapata matokeo lakini kiwango hakiridhishi. So kwa kama mwana Yanga, ni kipi bora zaidi kwa upande wako jinsi unavyoona? Timu kucheza vibaya ikabahatisha kupata matokeo au ikacheza vizuri sana lakini isipate matokeo? Kwa upande wangu mimi naenda tofauti kidogo na mwenzangu hapo.
Mimi kwa upande wangu naona bora timu icheze vizuri lakini matokeo isipate kuliko icheze mpira ambao ni mbaya lakini ikabahatisha matokeo. Kwa hiyo inakuwa ni mbaya sana kwa sababu hakuna mpira wote ambao wa kubahatisha. Eti tucheze papala tufunge magoli. Mpira unaanzia kwenye mazoezi, jinsi ya kupossess mipira kutoka mwanzoni kwa fullback, viungo wa katikati mpaka mwishoni, na ndipo kwenye finishing tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo mpira unaanziwa chini. Mpira ukichezwa kwa pasi vizuri ndipo utapata matokeo mazuri. Sasa tukisema tucheze mpira mbaya afu wa kubahatisha, utakuwa kwanza au ni unakuwa sio wa kuvutia, hata kwa mashabiki wenyewe watakuwa hawajaenjoy. Mpira unabidi ucheze kwa pasi kama tunavyoona timu kubwa za England zinavyocheza mpira, na hivyo hata tukija kwa Tanzania tunaweza tukafanya hivyo kwa klabu ya Yanga. Ni tukirudi kwa swali lako hapo ulivyosema, imekuwa na matokeo mabaya kidogo. Hiyo ni sehemu tu ya baadhi ya misimu huwa inakuwa mibaya hivyo kwa wachezaji nini. Kwa mimi kwa upande wangu naona timu ni bora icheze vizuri, iscore matokeo mazuri kwa kucheza kwanza mpira mzuri wa pasi na kama hivyo, lakini sio icheze mpira mbaya afu ikabahatisha matokeo tu, inakuwa sio nzuri. Lakini ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kinachoangaliwa ni alama, sio kwamba timu imecheza vizuri au vibaya. Sisi tunaangalia alama bwana. Sasa hii ipoje? Ni kweli unachoongea. Tunaangalia alama, lakini kama nilivyosema hapo, sio siku zote timu itakuwa inacheza mpira mbaya. Hiyo ni baadhi ya siku tu inakuwa imetokea timu ikacheza vibaya, nashangaa imekosa matokeo. Lakini sasa hiyo inakuwa ni mara moja, lakini tukirudi kwa upande mwingine, makosa yale ambayo yamefanyika kwa siku hiyo yataenda kurekebishwa na kocha kwenye mazoezi, then watakavyorudi kwenye mchezo unaokuja watapata matokeo mazuri. Na sio kwa timu moja, sio kwa Young Africans tu. Hata tukiangalia timu zile 4 ambazo zipo juu pale, tukiangalia Simba, Azam, Singida, matokeo huwa yanabadilika mara kwa mara. Kwa hiyo sio kwamba wanacheza mpira mbaya Young, hapana. Ni baadhi ya michezo inakuwa hivyo, lakini wakirudi kwenye mazoezi kocha anarekebisha vitu vichache ili wanapoenda kwenye mchezo mwingine matokeo yawe mazuri zaidi. Kwa hiyo kwa upande wako ni bora timu icheze vizuri na isipate matokeo. Kwa upande wangu mimi naona timu bora icheze vizuri na isipate matokeo, kwa sababu kama nilivyosema hapo, timu inaweza ikacheza vibaya na ikabahatisha matokeo, inakuwa mbaya. Inakuwa inaweka hata picha mbaya kwa mashabiki wa timu hiyo husika. Wanakuwa wanajenga fikra mbaya. Tumesajili lakini hatuoni mpira unaochezwa. Lakini timu ikiwa inacheza mpira mzuri wa pasi kama walivyoelekezwa na kocha wao, matokeo yanakuja kwa kutengenezwa. Kwa hiyo tukiangalia kama kwenye mazoezi, kocha huwa anaelekeza mabeki ufanye hivi, ukienda uwanjani ufanye hivi, hata kwenye kiungo wa kati na vile vile kwenye finishing, ndipo tunapata matokeo mazuri. Kwa upande wangu mimi naona bora timu ipate vizuri na isipate matokeo kuliko kucheza mpira mbovu na ikabahatisha matokeo. Hiyo inakuwa ni mbaya sana. Bana, tunatia nukta katika mada yetu ya leo Alhamisi. Uliyosikia umesikia, mwingine anaamini kwamba ni bora timu icheze vibaya ikabahatisha matokeo kwa sababu watu wanaangalia alama tatu. Mimi nashusha kipaza changu. Hii ni Mitura Media. Hii leo nakwambia kwamba ubwabwa msibani mtamu kihojafiwa.